me, people whom I'm not just going to live here, but I'm going to contact all the time for my spiritual resource, for my spiritual growth, and you have added to my spiritual library. For that, I'll ever and I'll always be grateful. I know that each one of you, the Arizona people, there is something about you. I want to tell you this. There is something about you. And I would think that those of us who have come from out, you'll agree with me about this. We have seen a tremendous hospitality and an element of hospitality with these people. We have had enough to eat when I've wanted to go somewhere. Somebody has been there to take me. In the morning, we have been picked on time. They have got the patience that I have not seen. I just want to say thank you very, very much. Elder Mainye, I don't see him here. He has been our errand elder. Whenever we need something, we just we call him and he's always there for us. Elder Mumanyi, everybody else, I just want to say that we have been indeed blessed. I wish that everybody was here, but it looks like we are scattered because it's the final day, so everybody's everywhere. But I want to say thank you very much. Coming to the kitchen, that has been the engine of everything. You know that. I don't know who was the chef out there, but it looks like whoever was the chef, whoever was the chef, I will tell you this. I will give you an A, and I'm not trying to be generous. I'm not trying to be too generous. You did a superb job. You did a wonderful. But you engage Koni Gali, Namobole, Motoko, Cambian, police, Move Cororo. They did a good job. Vera, I know now you are not there. Dalia Qualenge, a chef, right? You were one of the helpers. Like, a chef. There's somebody who was behind the curtain. I don't know who it was, but somebody did a good job. I wish I knew Ningo Yoling. Okay, they don't want to say. It's kind of a secret, but that's all right. But whatever it was, I will tell you this. That was a perfect, wonderful organization. I've not seen one like that. We had enough meals to eat, and sometimes, I would think that was enough to throw away. So for that, we are so, and the variety. I don't know what time you wake up to cook. We get out there at 7 o'clock, that is enough. It's just all, it's spread almost like a mile down the road. And I'm like, where do I even begin? It's just great. So for that, we want to thank you so much. We know that you took your time to cook and to trouble yourself, to plan, to budget, to contribute and all this. It's our prayer that the God who pays and who sees in secret may pay you tenfold. Mungu na wabariki sana sana bangi na bamintu aba mama mwatokolera manene. We just want to say thank you very, very much. And on behalf of Abagani Bonsi Bachetega Iga, Pastor Nyawoka from North Carolina, Pastor Mwebi, tomorrow looks like I stepped out. My dear, very good brother of mine and friend, Pastor Caleb, and his wife, Jacqueline, and Dr. Nyauzi from Minnesota. I want to say thank you. We are going out of the gates of this a great place with a lot of appreciation. I don't see any negative to take out, but the only thing, it was too hot. I wanted to have a walk out there, and then this is the best you can offer. So it's really, really hot out there. Down here, we were inside, we were safe. It was really, really, really great. So thank you na Mungu awabariki sana sana. You are mwabere mungu na kwane bisonge biko paka byando sirimo. Tingo kwanike gusi. Ankire na tocha kwenye wonchorera. Mnataka niongee Kiswahili na ikiwa sio chidomo changu. But oh, okay. Oh, my brother over there. Sorry. I see you. I'm sorry. So I'm gonna take care of you. So I have loved the organization. I have loved the way you come together. I don't know whether you did this for the sake of the visitors, but I love it. This is what's needed. And if you continue like this, it is a force to reckon with, a force for good, a force for Christ. So just to keep it up. Keep it that way. When we come back here next time, I don't know when it will be that.
you want to see a full-fledged church. A full-fledged church that accommodates everybody, that welcomes everybody. The doors and the windows of the church open to accommodate and welcome everybody. So just come together. As brothers and sisters, come together and begin a missionary. Do a missionary endeavor at this place. Let the fire burn. Let it go out, because when one person is over the other side, another one is here, another one is here, but when we put our strength together, when we step together, when we put our hands on board, as it were, we do great things together. So begin it here in Jerusalem, go to Samaria, go to Galilee, and all the places. So let this be the launching pad. If there was in one way or the other, let this come in. Because I was talking with Caleb yesterday, I told him, what you are doing is great. It's not only for telephone messengers, but coming into a church, it's a fellowship. It's not, you're not even a group, are you? You're not, are you a group, a company? Are you? No. What kind of status you have? Or you are a group already, right? Also, you have been you're recognized by the conference as a group, and you are attached to a mother church somewhere. So why can't we come back here in the next 1 or 2 years and we find you a full church? We can do that. I mean, it can happen, because I have lived it. I went to North Carolina. Imani was not even a group when I went there in the summer of 2015. But right now, we are making a step towards a church. We are past a group, we are past a company. The vice president and the conference executive secretary was there today in our church. So it looks like all the signs are good for us to be. We can do that. The Lord is with us, and He will teach us on how to do church. So the next time we come here, our men with me are saying, we pray that it will be a full-fledged church for the glory of God. Amen. May it happen in the name of God. Because we say thank you very much. Mungu awabariki sana sana sana. Muendelee kwa imani hiyo, and keep these young people in the church. Accommodate them, these young people, especially in this environment. Because I'm saying this, Mama Jenny, because I have seen it. Sometimes it's a struggle. These young people come to church and they feel as if they don't belong. They feel as if they are kind of being pushed out. And I'm saying it because, I've been a pastor for a while. So when we do this, let's accommodate our young people, because they are not only at the church for tomorrow, but they are at the church for today. And so make sure that in your programs, in what you do, in everything that you do, bless you, we have a way of accommodating our young people and encouraging them, a strong youth group, because these are the same young people we can send out there to bring other young people to the church. If there is a youth program in the church, encourage, support it. Because, the way they sing, they praise and all that, there is the generation difference. Kind of like we are the eternity past and they are here and all that. Sometimes you're like, oh, what are they singing and all that? This is not the way we used to do that. Let's know that the Lord has called us. Let's create space for young people. Because the tragedy in this country, it's a blessing for us to worship with our young people. They feel that they have got a say on the table. They feel that they have got a say. Give them responsibilities. Let them in the church board. Let them have something to say. They might not say it as good as we want it, but that is the best way. I have got a 2-year-old called Baraka. Sometimes what he tells me, I make a joke. I say, because we don't understand all the things he says. He's trying to speak now, and maybe he's cursing at us. We don't know whatever he's telling us, but we take it very positive. So these young people, they might not really contribute or say, but when we create room for them, I love when we have got the church that embraces young people in the church. And I under you is for another day. Let me read one verse so that we can pray. Revelation 7:14. I'll begin with 13. Just a verse and we'll be done. 7:13. Then one of the elders addressed me, saying, "Who are these, clothed in white robes, and from where have they come from?"
It's John in the island of Patmos. He has a vision and is taken to heaven, and one of the elders asks him, who are these people? A multitude that could not be numbered. Who are these people? They are dressed in white, and where have they come from? Here's the response. I said to him, sir, you know. And he said to me, these are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. These are the people who are coming out of great tribulation. The one distinct thing about them is that they have washed their robes and they have made them clean, not by taking them to the neighborhood dry cleaner, not by using jik or those detergents we use to wash our clothes, not by doing anything or keeping the Sabbath, which is very good, or returning tithes and offerings, or being a leader, or being a pastor. That's not what has earned them what they have. They have learned to wash their robes in the blood of the Lamb. And they are clean. And they have been washed. My brother and my sister, how great it will be that if we don't see one another in this world, the ultimate goal that God has for us is that we see one another on this great crowd. Umusangirekano yomone no tali kubaleka jeni after kwaraire nanche na araire tonyola tutinina umusangirekano yomone. It's my prayer abangina bami ntumura na bagaka mona abana mulega iga nganya sa tubwato koboko every single day. Ogo sasima waito noko bagwita ase kanisa tikobe mirimo yabo sa someday ekeragocha ekero obani bwa John bogo ikira na abambara byaba ego tibune daktari abegetenda buse. It's just metaphoric. The Bible is speaking talking at twins. We are dressed in the white robes, symbolizing the purity of Jesus Christ. It's my prayer that we get to see each other at the feet of Jesus Christ someday. Can we sing a song? Stand up, we sing a song, we pray. God be with you. Till we meet again. Which number is that, Walter? I realized you're a good singer. You want to sing with me that first stanza, then we pray. La 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 la. Which number is that? Come on, somebody is singing good from back there. 5 or 6? Number 65. 65. 65? Okay, thanks. Let's sing that song, then we say a word of prayer. 65. Oh, okay. Wonderful. We sing the first and last stanza and we'll be done. Okay. God be with you till we meet again. By his counsels guide uphold you. With his ship secure will fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. At Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Stanza 4. God be with you till we meet again. Keep life's banner floating over you. Smite the threatening way before you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, at Jesus' feet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Heavenly Father, we have come to the end of our camp meeting at this place.
When we began our meetings, we did ask for your presence to accompany us and to lead us and to be in every program. We can say that you've been with us, Heavenly Father, and you have accomplished your mission at this place. We thank you and we praise your name for that. And now the seed that's been planted, we have got no power over it. May your spirit of truth take care of the seed that's been planted, to bring tenfold of a harvest into your kingdom. As we have indicated this evening, Heavenly Father, it will be great and wonderful for each one of us to run from one corner to another in the heavens above when you come again, looking for friends whom have been lost for a long time, dressed in white robes. We long and look forward for that day. As we have sung, if we cannot meet in this world with the friends we have made here, may we meet in the world to come. A place where we will sit at your feet throughout eternity, listening to the story of salvation. So teach us on how to be faithful, Heavenly Father, so that we can long and enter your kingdom which you are about to bring. May you be with us now, disperse us with your blessings, and guide us with the strength and the vigor in the week ahead, until such a time that you have planned us to meet. If we cannot meet here, let's meet in heaven, we pray in Jesus' name. Amen. Nafanya hii. Is it working? Now we are concluding. You see we are missing some of our members here. They are somewhere. They should be joining us shortly. As we wait for them for the last prayer, I want the speaker, where's the microphone I gave you? Before our pastors join us and other members who are missing, they are around. I know they are busy. They are constructing some very important things for us, for our witness. I want you to pass around those who have a word to speak about the meeting, about the conference, about the speakers. Oh, okay. Those who want to have to comment about the meeting, about the programs, can come up front and as we wait for our pastors. Can I sit by the show of hands? Those who have something to say. Can I see? I see one elder, two. Who wants? I need somebody from Arizona. 1 minute as you come here. Know that you are talking for 1 minute, please. Those who want to speak, you can come over. Lynette, you are near me. You can come. Yeah. How can you rate the meeting? I want to greet you in the name of Jesus. Hi. Good evening, everyone. I want to thank God so much for the opportunity of being together. And on behalf of the Arizonans, though Pastor really kind of said that we did a wonderful job, I want to apologize in the case of anything, especially in the kitchen, where I was one of the users. I'm pretty sure that probably there must have been something somewhere, especially with the timing, and I really want to apologize. But if anything good, please, already you are appreciated, and I want to thank God for everything. As you prepare to go back to your places, may our Lord and our great King, as he brought you, and as he has promised that he brings and takes back, may he take you safely, and as we shall hear that you have reached well into your various places, may his name be glorified. Praise God. Amen. Amen. My name is Lynette Mumanyi from Arizona. Thank you so much, Sister Lynette. What we want is recommendation and compliments. We have been thanking God for all that has happened. So we don't regret for what did not happen. We are here to thank God. Elder Mukaya,
we know everything went according to God's will. Thank you so much, Jeanette. Don't feel sorry for anything. God is with us. Good evening, brothers and sisters. Pastor, thank you for the message. Actually, 2013, we were here. By that time, I was the chairman. And we said that we are praying that we meet here again. And now here we are. By that time, I was single. But now I've come with my partner here. Can you stand and wave? I promised that one time I'll take you to Arizona, to see Arizona. Yeah. That is the one who has met me the way I am. When you said about Nyansaro, so this is not Nyansaro. God bless you. I've got one point. Please let us remember our fellow brothers and sisters who have been with us, but they are just outside there. When you know one, please take a phone and remind him. The Bible tells us, remember the Sabbath day to keep it holy. And now I'm telling you, remember our fellow members so that they can come and join us. Thank you, Brother Untiri, for the work you are doing. God bless you. Thank you. And we meet again. We'll meet again. Thank you. Tabitha, you had something to say, and Sister Farah, you are next one. I want to take this opportunity once again to rate the meeting as fantastic, including accommodation. We have been very comfortable. The nutritionist, we have been fed. That's why we are here standing strong. May you bless the work of your hands, and may the cooking was fantastic. I want to even take to extend my kupongeza wenye walikuwa katika transport managers, even if they are not here. May somebody extend our appreciation to them. They did a good job. I want even to remember the Kenyan fellowship here at this church. I still appreciate you. Thank you so much. Thank you for coming. And thank you for your hospitality. Tabitha, she comes from Minnesota. I can do introduction. She's one of the pioneers. She has been the chair lady for several years. And she's still a chair lady. I think she has meant to say, but I want to give you a minute. Thank you. Good evening, church. First, I thank my God who opened me the way to come here. In 2013, I was not here, but now I'm here. So I'm happy. Ninashukuru kwa njia ya pekee. Ninamshukuru pastor, sijakuona, lakini nimekuona na mambo mapya. Nikaona ndio Mungu alinifungulia njia nikuje kusikia. Sikujua habari ya ile rura ambaye alikuwa na instruct Jesus how to heal his daughter. Leo hapa ndio nilikuja kujua hiyo siri na mengine. Kwa hiyo ninashukuru sana, ninasema asante sana. Nimeona wale ambao hatujaonana, tunapozikizana tu kwa simu, nimefurahia. Nimepata mtoto wetu wa nyumbani ambaye ni mtoto wangu kutoka nyumbani kabisa, hata sikumjua. Na ni wa nyumbani na amekaa hapa miaka mingi, kwa vile tuko familia kubwa. Kwa hivyo nimefurahia sana. Nimesema asante sana kwa vyakula. Mahali tunalala siwezi kusema kwa maana ni siri yangu na mwenye nyumba. Kwa hivyo ni asante sana na mpaki salama. Yesu asiporudi tukutane wapi? Yesu akija tutakutana wapi? Asipokuja tukutane wapi? Minnesota. We were in Minnesota some 2 years ago. I think we have been to Minnesota twice, Texas twice, Arizona twice. So we don't know where we are going next. Whenever you know or when the announcement will be put across, prepare yourself to join this group wherever we'll be out of state. This is our young lady, our young girl, Vera. She has a word. Jesus is coming soon.
is coming to take us home. Jesus is coming soon. Is coming to take us home. Oh, Jesus is coming soon. Siwasikii kwa sauti, but tufurahie. This is all the session has been. We've been getting the word of God and hearing how Christ is coming back, and that's why we're here. So let's sing as before I speak. Jesus is coming soon. Is coming to take us home. Jesus is coming soon. Is coming to take us home. Brother, will you be there? Amen. Oh, Ale is coming to take us home. And you, sister, will you be there? Amen. Oh, is coming to take us home. Jesus is coming soon. He's coming to take us home. My name is Vera, and I'm so grateful for this event that we had. And one thing that I wanted to say, Pastor, that you said that really resonates with me was making sure that we involve the young people. This is something that we struggle with daily. We go to, especially being a young person and an immigrant, you feel like you don't belong anywhere. And we, as a person, as a young person, I acknowledge that there's a generation gap, but we have to work together and find a way that we can together worship and, you know, have fun while we praise the Lord. If we don't do that, we're gonna miss the future generation. If we don't do that, you know, assuming that God gives us, all of us, 100 years, the older people, you're close to you're close to the time you're gonna die. And when you die, then what happens, right? We need more young people. If you look at this crowd, we don't have a lot of young people. It's just the statistics, and that's my daily cry, and I'm very passionate about youth ministry, and I'm praying, if there's something I want you all to pray for us, is the youth ministry, and that we can find ways that we get the young people and involve them, and even have a youth ministry here at our church. That's my prayer. And thank you for coming and for being such a wonderful team. We had so much to learn, and I hope that we'll see each other. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. In our group, we have all the youths included, both boys and the girls. So when you hear about this group, you can log in. We have no discrimination. We include ourselves, our young ones, the older ones. So youths who have been with us, and those ones who are not with us, you are invited to join us. Our brothers award too. He has been very helpful in the music side. Happy Sabbath. Happy Sabbath. No, you're going to say happy Sabbath, happy day. No, be happy. When you say happy Sabbath, be happy. Happy Sabbath. Happy day. I'm so much humbled. I'm so happy to see all of you here. My happiness, my joy was when I saw the church full today. That has been my prayer. There was a big difference today than before, ever, since nikuje kwa hii ama nikuje kanisani hapa. So we've been with around 20, 25, something like that. But today, the whole community was here. The whole Kenyan, from the West Valley to the East Valley to the North Valley. I'm so happy, and that has been our prayer and my prayer. Please, pastors,
as you go wherever you go. Continue praying for our young church. It needs a lot of prayers. Yes, there are challenges. There are ups and downs. Whenever anything starts, there are always ups and downs. But I'm praying that we have unity. We welcome everybody aboard, and we try to grow together, because that is the call that we've been called to do. So those brothers and sisters who have not yet joined us, please kindly and humbly, in the name of Jesus, I pray that you come and join us. Join us, and let's make our church to be the church that we can reckon and we can also be, identified with. So please, I pray kindly, continue praying for us. We need to grow. As our sister said, the church does not have the youth as strong as it should be. It's because we've not decided to do so. Our parents that are here, you have your youth or you have your children out there, bring them to church. Bring them to church, even the children, so that we can form that. If you do not bring them to church, you don't come to church, then there is no way out we're going to have this. It's you to support us, bring them here. When you tell them that let's go to church, they will come. So we cannot have a youth or a children department when there are no children. Wewe mwenyewe mwalimu nenda kukaa pale ujifunze. So let this be an initiative from our homes, parents. Please, that is my prayer, that let's work together for the cause and for the sake of Christ in this church. May God bless you wherever you go. And we are really thrilled, brother. I came to know that nakujua mpaka kwenu mpaka mahali ulisoma mpaka mahali unaenda kanisani. I'm so happy. And this is the first time I met Pastor Guto that I've been looking for from 2004. He preached at one of the youth congress at Nomovera, boarding primary, 2004. That is where I knew Pastor Guto, and I've been looking for him until when I met him here. So wow. This telephone messenger is a good thing. Let us join there, all of us. And the mission that they have back Kenya in Masai, please let's support it. May God bless you. Thank you so much, my brother. We are finishing. We are now finishing. I think we'll go for dinner. Our Pastor Mwebi will give us our closing remarks and pray, because we are done. Before Pastor Mwebi prays, I want to call upon Sister Anna Marabu, to say a word. I'm still thanking everyone for everything you did. You can do stuff, and you did it. May God bless you. Sister Anna, it's your time. 1 minute. Amchamba wana wa Mungu. Amchamba tena. Ni shukrani kubwa sana. Tumesema asanti, na ni asanti kabisa. Na sasa angalia masiku yameisha, tulikuwa tunasema siku ni nyingi. Na siku kumbe zimekuwa chache, na munaenda mnatuachia gapu. Na pastor wetu, oh my goodness, tumefurahi. Tumeona raha. Ikiwa kama mmoja wetu achachengeka, lakini mimi nimechengeka kabisa. Nyimbo tumeimba vizuri. Sasa ni kwaya moja, tulikuwa kwaya moja ya hapa. Asanti, mbarikiwe mahali munaenda, muende na Mungu. Mbarikiwe na jamii zenu. Asanti kabisa. Mimi nimefurahi, ama tumefurahi sisi wote. Pastor Jawoka. Pastor Mwebi. Asanti kabisa. Ndugu wetu, wewe unajua hapa kabisa. Na msiwe ni munaletwa kwa ajili ya semina peke yake. Saa zingine kucha vacation. Jane, mami, asanti kwa hii kazi. Kusimama hapa mbele ikiwa kama ukuli vizuri, au utasimama hapa, shika tumbo. Chakula iko. Pastor, asanti kwa neno mzuri. Eke gusio oke mwani buya. Pastor Minto. Eke gusio ka karako kerenta buya, yani nando okementerania. Kia bena munenga mbuya mona tata ka kiole nduno murugio gabuo. Monya kutuke kana buya. Asanti kabisa, sijui nisemeje, lakini
Mungu mwenyewe ndiye anajua. Mama Tabita, mbiya mono. Ereya baba, lenda mbuyo rende temukaya. Tindo jinga nginda te. Abantu baite mwensiga iga. Mbiya mono naende mbiya mono. Thanks a lot. Welcome again. Kucha vacation. Thank you so much. Mnaona wengine wanaendelea kuingia, which means they were somewhere, and we want to welcome you back. We have finished. Everybody who had a word to speak, we have done our vote of thanks. So it is Pastor Huto, if you have a word, and Pastor Amwevi, then you can finish the prayer, and we go. I don't know, Omra, you have something to say? Omoralia is covering the way you are today. You will be seen all over the world. Anything we do, we are covered all over the world. So we are doing good stuff, and may this stuff help others to see Jesus. Jambo wana wa Mungu. I want to take this opportunity to thank God kwa sababu ametuwezesha tumefika hapa. Na vile mama amesema, wakati mwingine mimi huwa natembea hapa. I've been very happy that I've met wale watu ambao wanasikia kwa simu, wengine tunasalimiana hewani, lakini leo nimewakuta moja kwa moja. Umurishe Nyakondo. I always ask, remind me the name of that elder, and then because when I record, I also write the name that who was preaching. So I'm happy that I met all of you here. Finally, allow me to address my fellow youths in this church. Usually I talk about technology because these are technological era. When God was speaking to people, matuka elire sare ko batebinga naki digere liango musange kere maga yao ngiki arengo ege tutuke wogaki omorero. And there is a time nyasare ko beka no ni ryoki abantu bakore ryoki bamanyanga. That's a means of communication. There was a time that Jesus was being born and the shepherds were being led by what? So don't expect God to communicate it the same way He used to communicate it to us in 21st century. To be brief, we want to preach now, but not knowing that there are people who use the phone as their lesson, as their hymnal, as their Bible. You know, Satan uses everything. Nabago so I got to one similarly Yabere Saitani, or the Kasange Saitani or Letty me one on Toligo Koran de Wikaniza. Yeah. God can use that to Koragara, Saitania to become equal in arrow. So, in brief, what I'm saying is that you have a means. One on your side, a karali, get at the Diva Musangali Kebuku as a tablet of stone. You see, writing is still the book on tablet of stone, 21st century. On your end, or let it gocha, or but everything a ligiting on the Mobe catching on the Ama Yoto, there was Amao. Oh, Kowatirina, so keen to take a Usiomite. So, Ori Kagaria Samayo. Lakini go kiarenge kitawe kenena sana. People could not carry. One already in Yasa wiki the 21st century or everything Nindi Kamangana Samare. To what iCloud in a story in the Beyonce. One already I get technology or to what technology. When you meet, no what youths in Facebook, social media, Twitter, Instagram, WhatsApp, Mbarikerasi. Awa yuli amba tacha babalete kimoko likali kwara checking na ikire petre ya mwalia na otokale go sasi mali tukuliero kwara ke bichana wa posting kanisa tole. People will be asking, oh, kanisa kiye. So that way na inungo communicate more. There are so many ways more commit other youths. Just don't complicate yourself ngabona na limoko barande WhatsApp. Tell them to come yo morade na rute njiri ga I call them elinde bacha. Finally, thank you so much. Tingo Kwanankola. I'm very happy to be here. So next time when we meet, I expect to see 2-3 times the number that we are here. And finally, I know my pastor will speak.
but pastor na what experience igoro ye kanisa buni abako batebinga barenga barego bachete kanisa iri nonche kunywa tindacha but currently na bogo sinywa so we kanasa. So God has a way and to chorore ngabono mbane tole batano ngabono nyasao tutigire kabisa ndoli goja abuna buo for that time. That is the number that you are there. Thank you so much. Na bali aligiretie online wala ambao wanatusikiza na kututazama online, we are very grateful that you shared with us from Arizona. We will be going back to our programs. Arizona time 6 p.m. And 6 a.m. That is the time that the conferences go on. Arizona time, Central American Central Time is 8 p.m. Chineji sa Minnesota na Texas. Abantu wale Eastern Standard Time New York. Igoto de anechi sa isato. Marago babutambe, mambe butambe. Onye to konyore na beto ko yinyora. Boli marabu, boli yo minto obaiwa. Na bali bara online, we always post it there. Asa mange, we log on to abagusiglobalradio.com. Thank you so much. I want to call both our pastors, Pastor Guto and Pastor Mwebi, to finish us with a prayer. If you have a word, you can do it, and we were waiting for you. We are all done. I hope nobody has been closed out who had a word of encouragement. Pastor Guto is our spiritual leader among other spiritual leaders this year, 2019. Thank you so much. Wacha nichukue nafasi hii nitoe shukurani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sisi sote kuwa hapa kwa huu mkutano. Tumesafiri masaa marefu na tumekuwa hapa tangu Jumatano mpaka leo. Hivyo kwanza kabisa sijui kama kuna mwenye anipati. Okay. Yeah, wacha nichukue nafasi hii kwanza nimesema namshukuru Mungu ambaye ametupa uhai na ametufikisha katika sehemu hii mwaka huu. Mimi kama mmoja wa kiongozi wa kikundi hiki Telephone Messengers, ningependa kualika wale ambao hamjajiunga na sisi, ni kwa ajili ya kuwa na inreach, kukua kiroho. Sisi wenyewe ndio tunatoka nje. Huwezi ukalisha watu kama wewe uko na njaa, si ndio? Na sasa hii ujumbe tumeiweka is a phone away. Ulipi is free as long as you have minutes. Kutoka Jumapili mpaka Jumamosi tupo, na tungependa mpate hizo namba, ingia muwe part of us. And if you have any ideas, kama mko na mawazo kama ni vipi tutaendeleza kufanya hii kazi ya Mungu, tunayo, mko na uhuru wa kutoa hayo mapendekezo na sisi tutayashughulikia. Kitu cha pili, wacha nishukuru Arizona group, especially the Kenyan Community Church, na wale wenzetu wanachama wa Telephone Messengers ambao wamechukua nafasi. Najua tulipokuja tulikuwa tunakuja wengi, hasa nikiwa na Elda Momanyi kutoka airport. Vile tumetoka tu airport hivi tena napata simu nyingine, kuna wengine wamekuja. Sasa napiga simu nasema mmekuja mko wapi? Alafu kushughulikia mpaka tumefika mwisho. Tunashukuru sana. Nikianza kusema mmoja kwa mmoja nitakuwa nikirudia, lakini ningependa
kusoma kifungu kimoja ambacho napenda kinanipa nguvu, kitabu cha Wakorinto 1 Corinthians, waraka wa Korinto wa kwanza 15 fungu lake la 58. 1 Corinthians 15 verses 58. Ningependa msome. Mama Linet, naona uko na huzuni sana. Usiwe na shaka, tutakuwa tena pamoja, tutaanza tena vizuri. Usiwe na hebu tusome, hebu mtu anisaidie. Wenzangu, ndugu wapenzi, ninawaomba muwe na nguvu na tunasema muwe imara, msitingizike. Hebu nataka mshikilie hiyo kwamba always, yani kila wakati mfanye kazi ya Mungu mkiwa muwe mmekasirika. Ukiambiwa leo ni wewe uko jikoni pale, kasirika. Weka sura ya kazi. Ukitumwa airport, ndio Biblia imesema, amina. Imesema namna gani? Tuwe wachanga, ufanye kazi ya Mungu mkiwa. Kuna watu wanapenda, mimi si upili, lakini I'm just giving last remarks kwamba fanya kazi ya Mungu ukiwa mchangamfu. Yani mule no mogoko kolega siyo mwanene nyonye gukule selio kinanye kisuguri chiko gosamba nanye goko na gotomwa Josephat ngwa mnyoka sana linde ngakirisi ngogwakira na bere tayari kole bole chitakange igonanyora kwakolire nteke. Thank you so much. Na banda bamwakolire amanena asengenjo yekurende go twarangiriwe tokole mirimo yo monene, tufanye kazi ya Mungu kwa uchangamfu. Kwa nini? Kwa sababu chochote umefanya, hata ikiwa umepeana maji, kwa Mungu ni hasara, ni bure kabisa. Yani wewe ni maji tu, umenunua maji ya $2, $3, hiyo ni kazi bure. Mungu hapendi hivyo. Si Biblia imesema hivyo? Amesema nini? Chochote ambacho umefanya, hata kusokeza kiti, hata wale waliona nafasi imekuwa fupi wakafanya hivi viti, kwa Mungu cha mwisho. Asante sana kwa wale ambao wamesafiri kutoka nje. Mungu awabariki na keep kuwaona. Sasa sioni Elda Mukaya ameenda wapi? Tunakuwa naye kila alikuwa amekaa somewhere. Kuna aucha kosa. Tukienda Michigan kwa baridi tuko tu, tukienda wherever kama ni Texas tuko tu, wherever we are. So may God bless you, and we would love to have many of you join us next time. Tukienda hivi tuwe group moja, tukiingia kama hapa tungekuwa na shida, you know, akina John pale, akina Msema Chuki na wengine, you know, we have a whole year to plan. Weka $10 kwa mwezi, utakuwa even more than a ticket. Hata utakuwa unalala 5-star hotel ikiwezekana, si ndio? Yeah, we have a whole year to plan from this year mpaka next year. Hebu wacha nione wale wangesema Mungu akipenda na mimi nataka niwe kwa hii conference, come meeting next year. Na hesabu hebu wacha nione. We are more than enough. Thank you so much. Mungu awabariki. Wa Arizona, nimefurahi kuwa hapa na mke wangu, sijui nitasema nini. My wife, hebu kidogo. Hebu njoo.
wamekuwa wakisema kila wakati kwamba nilikuwa sijuli. Kama nilikuwa mbaya, ungenipenda kweli? Wananiharibia jina tu. Yeah, so sijui ningesema nini. Hii ndio the first place tumeenda, na nilikuwa namwambia, alikuwa New York, nikamwambia njoo alafu tukacha pande hii, na nilipomwambia akakubali. Na sijui kama utasema nini, two few words. Hamjambo watu wa Mungu. Mimi nasema asante sana kwa ukarimu wenu na ushirikiano, na nimefurahi kuwa hapa. Ndio mara yangu ya kwanza kuhudhuria hizi mikutano ambayo mnakuwa nayo. But next time Mungu akipenda tutaonana tena, lakini nashukuru kwa yote, na Mungu aendelee kuwabariki kwa moyo wenu mkarimu. Abarisona na kirembia mwana Elia kabere ne Elia gatatu. And actually I even met my youth when I was 2005 2004 when I went to do a youth congress. I was invited to do a youth congress. Walter was there, and oh, you were there too? You didn't tell me. You didn't tell me. Yeah, so I was so happy to, and I even met people who know my family here. I didn't know about them, and we are a family. What I will say, brothers and sisters, life is short. This is a time we should hold one another. Let's help one another. Let's lift one another, because that's where we are here. Turn around and help one. That's why we're here. May God bless you. Pastor Nyawok. Basi nami nataka kuchukua fursa hii ya kuwasalimu tena mjambo. Nami nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia nafasi kukuja hapa Arizona. Ni mahali ambayo nilikuwa natarajia sana kuja, lakini sikupata nafasi. Na kwa hivyo nataka kushukuru viongozi. Tunasaidiana na Caleb hapa. Yeye ndio spiritual leader wa kwanza, mimi ndio ninamfuata, lakini hata hawatachi. Sijui kama kwa nini hawatachi hiyo, lakini mimi ndio tunasaidiana na Pastor Mwebi. Tunashukuru Pastor Mwebi kwa uongozi wake. Tangu nimeanza kuhubiri telephone messenger, nilikuja kitambo 2000, nilianza kuhubiri huko 2009. Wakati nimeingia nikaanza kuhubiri kitabu ya Romans, kitabu ya Warumi, na mama Ana ndiye aliniwekea simu. Nilikuwa mgeni hapa Amerika, kwa hivyo sikuwa na mahali nyumba nilikuwa nakaa haikuwa na network. Kwa hivyo nilikuwa natoka nje naenda mahali network iko na ubiri na narudi kwa nyumba yangu. Na tumeendelea, tunashukuru Mungu. Muko na wazee wazuri ambao wanasaidia, kina Mokaya wamekuja, Ubaigo wamekuja kwa nyumba yangu, wamekula huko North Carolina, na mzee Mumanyi walikuja, na mzee Mokaya najua walikuja, mama wengine walilala kwangu. Leo nimekuwa na nyumba kubwa kidogo. Na nataka kushukuru ya kwamba ni vyema sana kuwa pamoja hivi, na nashukuru mimi kiofficially mimi najulikana niko hapa kwa sababu mzee Obaigwa nilimwambia siwezi kuja conference yangu, lazima ijue conference yangu huwezi kuniruhusu nikuje hapa bila kupatiwa idhini. Kwa hivyo Arizona conference inajua niko hapa kirasmi. Conference yangu ya South Atlantic Conference inajua hapa niko kirasmi. Kwa hivyo mimi kitu kikitendeka hapa mimi am covered. Mnaelewa? Ndio, kwa hivyo nimeletwa hapa, hata president wenu wa conference anajua niko hapa. Kwa hivyo nashukuru kwa vile mzee nilimwambia siwezi kuja bila kibali, service request, na mzee akafanya hivyo. Ndio nilikuwa naambia Ubaigwa kama kiongozi hapa lazima train wengine, akienda kwa conference kuomba hiyo service request unaenda na mwingine ili na wao wanajua hivi. Si nilikwambia mzee? Kwa hivyo, lakini nataka kushukuru wa mama wako hapa. Tulipoingia kwa nyumba ya mzee Mumanyi, mama wako na mama mkarimu Mumanyi amekimbia hapa na pale kuona ya kwamba tumekula. Nilikula huko mahali nienda kulala si kupata kitu.
na mahali nashukuru huyu kijana Walter, kwa sababu nilikuwa naenda kwa ndugu Nikki ambaye ni ndugu mtoto wa Pastor Kirui, na Pastor Kirui alikuwa president wangu. Na wakati Mombasa, wakati alikuja hapa, nikaita Ubaigwa, nikawaambia kuna mzee amekuja hapo mzuri sana, mupatie kazi ya kufanya, mzee wa kazi anahubiri injili, yule mzee Kirui. Kwa hivyo alipokuwa president kule Coast, tulikuwa pamoja naye, ndiye aliniajiri, nikaenda nikafanya kazi. Alafu baadaye na mimi nikaingia kwa conference, nikawa departmento na yeye akiwa president. Kwa hivyo tukachapa kazi na yeye mpaka mwisho nikaja Amerika, na akanifuata Amerika hapa, yeye amekuja. Kwa hivyo kitu nataka kushukuru Mungu ni kwamba tufanye kazi ya Bwana na Mungu atazidi kuwabariki. Mimi ni pastor, chawaambia sipendi sana kutacha makanisa yangu, sijui kwa nini. Mimi sipendi sana. Niko pale North Carolina. I'm a pastor of the Raleigh Good News SDA Church. It's not such as a Kenyan church. Hiyo kanisa mina pastor African American, na pastor watu kutoka Nigeria, watu kutoka Liberia, watu kutoka Malawi, Zambia. Kwa hivyo ni kanisa ndogo, lakini imechukua watu kutoka Congo na Rwanda, na sana sana we minister to the less fortunate people. Watu wangu sio tajiri sana. Na nimepanda kanisa ingine mahali anaitwa Durham, North Carolina. Ni kanisa ndogo inaitwa Upendo. Kwa hivyo I'm building up with the right DNA. Hata na recruit watu, na kuna wengine nakataa. Kama hivyo I bring you the core team, naona nakataa kidogo, kwa kando waje kwe kidogo alafu kuje. Kwa hivyo na niko na kanisa lingine mahali anaitwa Greensboro, na is one inaitwa East Central African Fellowship. Kwa hivyo niko nayo bali mahali anaitwa Greensboro, North Carolina. Ni kazi nyingi sana, nakimbia sana, and I'm going house to house trying to build the kingdom of God. My mission is to damage the stronghold of the devil, to increase those who are going to heaven and to reduce those who are going to hell. And I'm damaging the stronghold of the devil so seriously that wherever the devil hears me, he runs away. And I never give room to the devil. He fears me, and that's what I want you, the devil, to fear you. Anything coming, close the stronghold. Kwa hivyo nashukuru sana wamama kwa ukarimu wenu. Asante kwa dada yetu Jenny na watu wote hapa wakarimu, nimewajua wote. Other kama mjui, hata hii Kenya Fellowship ilipo ilianza, I can say I used to talk about you having a group here in mahali hapa pa Arizona. Niliongea sana, wala wengine wanajua nilikuwa naiongea sana. Kama Majuki anajua, Ubayo wanajua, nilikuwa nawaambia anza kitu. Even the division, among the division, I'm always invited to go to church planting meetings. I present there. We were in Florida many times. Kwa hivyo kila ambaye kinahitajika, even I help some groups to write proposals na conference na wapatia kitu. Kwa hivyo kitu ya muhimu kama sasa hivi kanisa langu la Raleigh napata every year I get 10,000 ya kuendeleza. Na hiyo Greensboro I'm getting 10,000. Na they know, kwa sababu biro naandika proposals na kuja sinasaidia vitu vidogo vidogo. Na kwa hivyo hii kanisa yenu mkitaka, I will show you a way. I know Grand, we can talk, kwa sababu there must be a matching fund. Conference lazima ikubali. Kwa hivyo kuna vitu vingi vinafanyika kwa kanisa hivi, kama ujui vile unafanya huwezi kuvipata. Na kwa hivyo tufanye kazi pamoja na muwe na upendo. Mungu asidi kuwabariki. Kazi ya Bwana ifanye nini? Kwenda mbele. We need Jesus coming very soon. And Jesus knows, he knows that we are nearing the end time. Kwa hivyo analeta mifurugo, lakini katika jina la Yesu tafanya nini? Tashindwa. Mungu awabariki na awe pamoja nanyi mpaka wakati tutakutana tena. Kama hatuwezi kukutana hapa, you know myself, I know I will be in heaven. If you don't see me in heaven, that means you never went there. So be sure to be there so that you can see me. If you don't see me around, because I'm sure you need to know about your salvation. I will be there. And if you don't see me walk there, that means you never went there. Be sure to go there so that you can see me there. Thank you. It's our senior pastor here. Tunamletea mic. I don't know about the seniority.
Amchambo. Sasa mengi yamesemwa. Kwa hiyo sitaki kurudia yale ambayo yamesemwa. Ile ni kusema asante sana kwa kila chambo na kwa kila neno. Na mnenaji wetu ambaye alikuwa pamoja nasi, Brother Jared, amesema Mungu amemtumia. Sisi hatukumjua, lakini wakati tupate nani. Na kwa nafikiri katika historia ya Eternal Messenger Speakers, huyu ni tuseme ni watatu ambaye anatoka Kenya na anazungumza lugha ya mama. Miaka yote 12 huyu ni watatu. Kwa hiyo miaka mingine yote tulikuwa na watu wengine. Kwa hiyo tumeshukuru sana kwa Jared kufika kwako hapa. We thank God that you came, na Mungu amekutumia vile aliona akutumie wakati huu. Mungu awe pamoja nawe, na wasalimu wale wa nyumbani. Ile mnasema you are a family of 4. Yeah, a family of 4. So take our greetings and our wishes and God's blessings to your family. Na vile wengine wamesema, na mimi naweza kusema kwa wale waliochukua wageni, kwa sababu nilichukuliwa na familia moja, na mimi nasema asante sana kwa ile family iliyonichukua nyumbani. Imekuwa ni kama familia yangu, kwa sababu nawajua majina yao wote. Mmoja anaitwa Charles Nyakondo, mwingine anaitwa Magoma. Ni mjui jina hilo, lakini hiyo ni jina Magoma. Mama ikiwa jina mnachua ni Elizabeth. Lakini jina lake ni Magoma. Na mwingine anaitwa Baraka. Ndio watatu. Baraka wale ambao nilikuta nyumbani. Na mwingine anaitwa Saremu. Kwa hiyo ni jamii ambao siwezi kuisahau. Na kuna wengine ambao walikuwa nje katika hiyo jamii sikuwakuta. Kwa hiyo nasema wale ndio wapata nyumbani. Asante sana Magoma kwa yale yote uliyoyafanya, na nitakuja kukuuliza vile ile recipe ya breakfast yako, recipe ya breakfast yako uniandikie. Nikienda niende na hiyo. Kwa hiyo I am so much happy that the way you took us in and the way you cared for us. Mungu awe pamoja na kila mmoja wenu na wale majamii yote walioenda nyumbani. Siwezi kurudia yale ambayo yamesemwa because of time. Na vile ninasikia hii kanisa lenu, kikundi hiki mna mecha basic language mnatumia. Niliambiwa ni English na Swahili. Hiyo ndio lugha hizo lugha mnatumia katika kikundi chenu. Kwa hiyo leo tulienda na lugha nyingine ile ya mama, ni kwa sababu tulikuwa wageni na hiyo ndio tumekuwa tunatumia. Kwa hiyo mturehemu ikiwa tungetumia Kiswahili, English and Swahili. Lakini kwa sababu ya hiyo mtusamehe. Muendelee na vile mnaendelea na lugha zenu. Kwa hiyo mchukue habari kwa wote ya kwamba lugha yenu hapa, lugha zenu hapa ni Kiingereza na nini. Ya muambie wasifikiri tulikuja kubadilisha mambo ya malugha. Kwa hiyo asante sana kwa mambo haya yote. Na kumalizia hapa, unajua wengi walikuja hapa kwa sababu ya ile nature ya Mungu huko katika Grand Canyon. Wengine walikuja okay, ikiwa ni Arizona nitaenda kwa sababu ya kwenda kuona hiyo. Kwa hiyo mipango inaendelea kufanywa, na wale ambao wataenda nasikia unaweza kuwa hapa saa ngapi ya asubuhi? Saa 12 gari imeondoka. Asubuhi saa 12 gari imeondoka kutoka hapa. Kwa hiyo ikiwa nataka kwenda ufika hapa saa 11:30.
asubuhi. Na hiyo ndio nilisikia. Hawakuniambia niwaambie hayo. Mnirehemu wale mlikuwa mnapanga. Hiyo ni kuteresa tu, lakini nilisikia wanasema namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kuyaweka vizuri. Lakini hiyo ndio nilisikia. Kwa hiyo asante sana kwa kufika. Ikiwa ni kwa sababu ya Grand Canyon ni sawa, na mimi nataka kwenda kuiona. Ni sawa, nilienda huko wakati mwingine, lakini na kesho nataka kwenda kuiona. Hii ni miujiza ya Mungu mwenyewe. Asante sana mpaka hapo, na tutakuwa na channel meeting kila wakati tunapomaliza hii mikutano yetu. Wale wa telephone messengers wote wanapaki, tunapanga tuende wapi next year. Ni sasa tunataka kufikiria hayo. Kwa hiyo mnaenda mule, mkimaliza kula mrudi hapa, ndio tupange mambo ya mwaka uchayo. Tuanze mipango. Si kwamba tutazungumza kila kitu, lakini tunaanza mipango, tuanzie wapi. Asante sana, Mungu awe pamoja nanyi. Nimefurahi sana kwa kila jambo. Na huyu Cheni Omayo, siwezi namuita Uhuru, ni Mukeira ndio jina lake. Asante sana kwa sababu amekuwa pamoja nasi na naendelea kufanya kazi ile ambayo nataka. Na wasachi wote, wanenaji wote, thank you so much. Mwenye madawa, asante sana, mkumbuke madawa iko. Kuna dawa, na dawa nyingine nasema kuna dawa, dawa ya kwanza ni Yesu. Nimemaliza. Kare Buguto. Nimemaliza. Kwa hiyo sasa kuna naona mmoja anakuja without permission. No, sitangazi kwanza. Isi ananipa rushwa ya seme chambo. Okay, na nimekubali rushwa yake. Hamjambo wapendwa. Napenda nitaongea Kiswahili kidogo alafu. Kwanza mimi nimesimama hapa, wengine wenu mtaniangalia kwa kinyongo. Nimeamua tu niweze kuja mbele kwa sababu nilijisikia nina jambo la kusema. Jamani, telephone messengers leadership, I want personally to appreciate. I've not been sent by anybody. The organizers here may feel bad that I took that position. Sorry. I felt like coming to say thank you. I want to say thank you. I want to appreciate the way this program came to success. And if I keep quiet, that one will haunt me all throughout. I was here on the ground. This program was supposed to have been arranged earlier on. I'm exposing a bit of the secret, don't worry. It's better sometimes to wash your dirty clothes in the open if it needs to be. I know that we tried all from July last year. When I left Texas, I came and we said something, but it seems everybody was very busy, somehow very busy. Then when we came to around May this year, we started talking about, I can be very sure with my brother here, Eldo Baigwa, and things were almost coming to a standstill. But you can see, I want you to see how God can be wonderful. I even talked to my chair lady. I said, it seems things are not going to work. But one of us, whom the Lord wanted to use, came and he jerked. I use the word, the correct word. He came and he jerked and began within 2 weeks. You are here and we are successful. That is
Elder Momanyi. I want to tell you, I am surprised. I was sick by then. I didn't have even, I was not very much communicating this time because I was concerned and concentrating on my problems. And when he came, he just called people even without informing us, because I was one of the, supposed to be one of the vice chair. But things worked out, and I want to tell you, when things happened like this, glory and honor be to the Lord. Thank you, Elder Momanyi. We did not need to justify, just leave it. So thank you so much, and I want to wish all the best. So we were trying to pray for somebody, I don't know. Yule mama ambaye anataka special prayer, tukimaliza sasa hivi tuende kwa hii room ambayo inaitwa nursery. Tuingie kwa hii room inaitwa nursery, tufanye maombi hiyo ambayo aliita special prayer request tukimaliza. Na mimi nimemaliza sasa, naona wakati umeenda, na huyo yuko hapa, sijui nimemfanyia nini. Huyo ni mwenyeji. Huyo ni mwenyeji. Nasikia nikiwa mahali niliitwa nikakosa, kwa hivyo nimekuja kuclaim my position. Yeah? Nataka kuchukua nafasi hii kuwajulisha wale komiti ambao tumekuwa tukishughulika na hawa mpaka tukafika sasa, na bado tunaendelea mpaka wakati mtakuwa mmepanda ndege nyote mmeenda, ndio tutakuwa tumemaliza safari hiyo. Wale wote tulikuwa kwa komiti, simameni wale bado mko hapa. Ndugu Samuel alikuwa maana sana, alikuwa karani wetu. Mwingine yule alikuwa hapo, anamuona pale mama ambaye ni Tata Doresa, alikuwa treasurer na bado ni treasurer mpaka mambo ishe. Pale kuna dada Rinette, simama utuwefu. Rinette ndio huyo. Wengine wanaongea wako kuona. Huyo ndiye alikuwa anahusika na mambo ya chakula huko, akiongoza na wamama wengine ambao walishirikiana pamoja. Na ndugu Momanyi ako wapi? Ndio yule pale. Ndugu Momanyi ndiye amekuwa transport manager, mmekuwa mkimuona kila mahali anawashughulikia. Amekuwa ni mtu wa maana katika komiti hiyo. Na mwingine wale ambao tulikuwa nao tukikulana vichwa hawako, wale wengine hawako, pia nawashukuru. Kwa hivyo nyote nawashukuru kwa kazi ambao mmefanya ili wageni wetu wapate kufika hapa. Na nyinyi wageni, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kuja, na kwa hiyo komiti yangu nashukuru sana kwa kuniweka kama chairman, na tukashirikiana na nyinyi. Vice chairman ndio huyo anasema alikuwa mgonjwa na tuliendelea. Mwingine akawa a little busy, lakini tukaendelea mpaka tukamaliza wakati. Mtakuwa next year, mumeona tutakuwa watu wengi. Tutakuja wengi kutoka Arizona. Na yule mama ambaye uliitisha maombi, uende pale kwenye pastor amesema. Asante sana na Mungu awabariki. Pastor Jared, can you come also? Njoo hapa tufungie maombi. Habari ya jioni. Mimi sina mengi, ni kusema asante sana kwa wageni wetu ambao walifika, na asante sana kwa wale wengine ambao walitoka mahali mbalimbali, watu wetu ya Chandara, wengine kutoka kanisa mbalimbali. Thank you for coming. We are very, very honored you guys to be here, and we thank you all. I don't want to say much. Mimi niko na furaha ya kwamba sherehe zetu imeenda vyema, na mahali tumekosea kidogo. Pastor tunasemanga
barabara mrefu inakosa kona kweli ya barabara mrefu, saa ingine kuna kona, but if kindly we did not reach exactly what we wanted, but somehow yale tumefanya ambaye hatukufikia, mtusamee na tunauombea mema. Asante sana pastor. Tusimame kwa maombi. Mtakatifu Baba muumba wa nchi uishie pa juu mno, tumefika mwisho wa mikutano yetu. Mkono wako wa rehema umetuongoza katika yote. Roho wako Mtakatifu amekuwa katika mafundisho yetu, tunashukuru kwa hayo. Nashukuru kwa viongozi wa telephone messengers, Mama Jenny na wenzake ambao wameliongoza kundi hili, na Pastor Caleb na wengine. Naomba ya kwamba Bwana haya ambayo wameyatenda waendelee kuyatenda katika siku zijazo, tuweze kufikia roho nyingi kabla ya kurejesha ufalme wako mara ya pili. Uibariki hii kanisa ya Arizona hapa Bwana. Tunashukuru kwa wema ambao ametutendea sisi wageni ambao tumefika hapa. Sasa sabato imeisha, tunaomba kwamba uweze kututunza na kutulinda katika usiku ambao uko mbele yetu, na juma ambalo tulianza kesho Bwana uweze kutuongoza katika yote, na ambao tuko tunasafiri kesho kwa ndege uweze kutusafirisha salama. Utakapofika mahali popote ambapo tunaenda, tulishukuru na kulimidi jina lako. Tukuzwe na kuhimidiwa leo hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa hiyo sasa ni kwenda kula, tuche hapa telephone messengers, channel meeting iko. Ni kwamba walisona wote katika telephone messengers wote. Si kwamba ni wageni. Hiyo channel meeting ni ya all telephone messengers wote. Asante sana, na yule mama tuende huko kwa hiyo room inaitwa Nursery. Sasa mikutano yetu, we are dismissed officially 2019. Watu wote tuweze kuelekea katika chakula, na mikutano sasa imefungwa officially. May God bless you abundantly and exceedingly. Twende kwa chakula isipoe, na telephone messenger mrudi wageni muendelee kuongeza list.